Kwa mfano, nawaambia watu mara nyingi, kwa mfano, tumesema nilipokuwa bungeni mimi nimesukuma sana kuhusu maono ya taifa. Nisema kwamba nchi lazima iwe na maono. Hakuna nchi ambayo imeendelea kwa awamu 4, 5, 6, 7. Nchi huwa zinaendelea zinapokuwa na maono ya maendeleo ya muda mrefu, long term plan. Na mimi nilipokuwa bungeni kwenye wakati wangu wa bunge nimesukuma kabisa kwa nguvu zangu zote kuhusu maono na agenda ya taifa. Nikawa namuuliza siku moja rafiki yangu Kitila Mkumbo ambaye alikuwa ni waziri mwenye dhamana. Nikamuuliza, Kitila, sasa ndiyo tunaanza maono ya taifa. Ikitokea kiongozi amekuja madarakani, rais wa awamu ya 8 au ya 9 au ya 10 ameingia madarakani, hataki kuyafuata hayo maono. Mmeweka sawa maono, mtafanya hivi, hataki kuyafuata, mtafanyaje? Mtamfanyaje? Nikawa namtania namwambia kwamba wewe unaweza kumuuliza mheshimiwa rais kwamba kwa nini umetoa kwenye maono? Huwezi. Hata mimi siwezi. Sasa pamoja na kutengeneza maono, mnayalindaje haya maono? Akaniambia, bwana, tunayalinda kwa sababu safari hii maono yatakapokamilika tutayaleta bungeni ili yapitishwe bungeni yawe sheria. Kwa hiyo mtu asipoyafuata atakuwa amevunja sheria ya nchi. Nikamwambia, sheria ngapi zinavunjwa? Sheria nyingi zinavunjwa na watu. Na wewe huwezi kumuuliza mkubwa kwamba umevunja sheria, lakini tungekuwa na vyombo hivi imara sasa. Hivi vyombo kwa maana ya jeshi la wananchi, jeshi la polisi, jeshi la magereza, uhamiaji, idara ya usalama, vyombo hivi kwa pamoja na wakuu wake vingekuwa ndio walinzi wa maono ya taifa letu.